Kakoso, binti yako anaonekana yuko tayari kwenye hili, na iwapo utashindwa kutekeleza hili, huwezi ukapata nafasi ya wewe kuweza kugombea kwenye hicho kinyang'anyiro. Na pia binti yako lazima tutamuua, kwa sababu tayari ameshajua siri yetu, hivyo hatuwezi kumwacha salama. Kwa hiyo tutabidi tumchague mtu mwingine ambaye anaweza kutuwakilisha na sio wewe. Ukirudi sasa mkuu, umeniangusha sana. Nilikuamini. Allah. Imamu mchawi. Imamu mchawi. Mimi nilipochunguza Kamoyo Kamwasi, nimeona kuna uwezekano mkubwa wa Mwasi kukubali kila kitu mdogo mdogo. Mwendo wa Diamond, mambo mazuri hayataki haraka jamani. Yaani wewe mchawi mwenye komo wewe. Wewe mbona chawa hivi wewe bibi wewe, una taibu? Mbona chawa wewe? Unalipwa bei gani kwani wewe? Nakuuliza unalipwa bei gani na uchawa wako huo? Tulia bwana wewe. Mimi mwenyewe nilikuwa nataka kusema hivyo hivyo. Yaani nilikuwa pamoja na wewe, na mimi nimelichunguza hilo jambo muda mrefu, nimelijua Mwasi ana ujanja wa kuruka kwa mzee baba, ana ujanja huo. Na mkuu, labda mimi nikuambie kitu kimoja. Ma ex hawaachani, mawala hawaachani. Kweli huyu ni binti yake, lakini washakuwa ma ex hawaachani. Unadhani mawala wanaachana bwana? Na wewe mkuu, huyu lazima amuoe Mwasi. Lazima. Mkuu. Hawa ni machawa. Hawa ni machawa wamelipwa. Naomba uwe makini nao. Shikilia hapo hapo ulichokiona. Mkuu, nakukubali sana. Na naamini kila mtu ambaye atakiuka sheria lazima aadhibiwe. Kakoso, wewe ndo mtu pekee ambaye unaweza kutuzilishia hili. Watu wengine wote wanaongea, lakini wewe ndo unatakiwa tupe majibu. Nipeni hiyo nafasi. Hicho kitu kinawezekana. Na ukiangalia mimi ndo mwenye uwezo na sifa zote za kuwa kiongozi. Lakini kama patakuwa kuna mtu yoyote ambaye anahisi ana sifa hizo, basi tuingie vitani.